Ni patashika nguo kuchanika kwa siku kadhaa ndani ya jiji la Nairobi. Hali si shwari, kama sio kuficha mfukoni, basi tafuta namna ya kuutunza uhai wako. Katika maandamano ya kupigania haki ya mwalimu na mwanablog Albert Omondi Ojwang, kisa kingine kinaibuka. Hii ni baada ya picha mjongeo kuanasa maafisa wa polisi wakitekeleza kitendo cha kumpiga kwa risasi kijana mchuuzi wa maski au barakoa aliyekuwa amejiegesha katika moja ya majengo katikati ya jiji hilo. Boniface Kariuki, baba mzazi wa Johan, amewaambia waandishi wa habari kuwa huyo ndio mtoto wake wa pekee na sasa anapigania maisha yake kwenye wodi ya wagonjwa mahututi. Wote wajibike juu, hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Ni mtu ameasi kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo, na amesomesa, anatumia mambo mingi, amepitia kwingi. Na kama hii si vile tunafanya kazi ya kando, wengine umekimbia, umegongwa mahali, umekaa wiki mbili kwa nyumba ukimtafutia tu. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 na mchuuzi wa bidhaa ndogo ndogo, inaaminika alijipata katikati ya mapambano na polisi wawili waliokuwa wakipambana na maandamano ya vijana yaliyofanyika mjini Nairobi kulaani mauaji ya mwanablogu aliyokuwa rumande. Polisi mmoja aliyefunika uso alimpiga risasi ya kichwa Johani na kuondoka, huku jeshi la polisi limesema limewakamata maafisa hao wawili na sasa wako chini ya upelelezi kubaini ni kwa nini walitekeleza tukio hilo. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 na mchuuzi wa bidhaa ndogo ndogo inaaminika alijipata katikati ya mapambano na polisi wawili waliokuwa wakipambana na maandamano ya vijana yaliyofanyika mjini Nairobi kulaani mauaji ya mwanablogu aliyokuwa rumande. Polisi mmoja aliyefunika uso alimpiga risasi ya kichwa Johan na kuondoka, huku jeshi la polisi limesema limewakamata maafisa hao wawili na sasa wako chini ya upelelezi kubaini ni kwa nini walitekeleza tukio hilo. Kisa hicho kimezidisha hasira na mashaka kuhusiana madai ya kila wakati ya ukatili wa polisi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Mimi ni Julius.